Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa D&A TV. I hope utakuwa uko poa kabisa, na leo ni siku ya Ijumaa ambao ni siku ya weekend. Watu wanaenda kufurahia baada ya kazi, kufanya kazi ngumu katika mtiririko wa wiki nzima. Kuna nini leo? Leo niko na Paul Sauti. Bwana, mara mwisho nifanya naye kipindi tukawa tumezungumzia kuhusiana na wimbo wa Nandy ambao alikuwa ameutoa, na yeye akawa ameimba vizuri sana. Mmoja ya watu waliofanya vizuri kwenye challenge za wimbo wa Nandy wa Asante ni Paul Sauti. Bwana, mambo vipi? Bwana poa sana, mambo vipi? Safi sana. Ile nyimbo bwana imekuwa baraka sana. Nyimbo imeenda sana, yani nashukuru Mungu, na baada ya mimi kuifanya watu wengi wameipenda zaidi. Kitu ambacho siku ile nimefanya interview na wewe, kuna shabiki yako mmoja akasema bwana, ukienda tena mimi nataka twende pamoja nikamwone Paul Sauti, anaitwa Kidoti bwana. Kidoti? Mbali sana. Mbona hujaja naye sasa? Unajua yeye yuko mbali kidogo, kwa hiyo yani ilibidi nimpe taarifa mapema afu tusema tuje tu kwa wakati huu. Basi mimi nafurahi sana watu kama hivyo wanaonifuatilia na napenda kitu tunachofanya. Utukufu ni kwa Mungu aisee. Kweli. Yeah. Okay, so far tangia umefanya challenge ya wimbo wa Nandy na Nandy alipokuja kukupatia zawadi, ni ile imekusaidia kiasi gani kwenye kazi zako sasa za sanaa? Mimi nashukuru Mungu baada ya Nandy kuja kunitembelea na kufanya ile tulichofanya. Nashukuru Mungu watu wamezidi wengi kunifuatilia na kazi napotoa, kwa sababu mimi napenda muziki, nafanya muziki kabisa. Nikitoa kazi watu wanapenda na kazi zinaenda. Kwa namshukuru Mungu, japo sio kwa ukubwa huo, lakini kwa mwanzo ni pazuri sana. Na ni kwa nini sasa umeamua kufanya muziki wa gospel na sio bongo flavor? Sasa gospel kwanza ni kwa sababu mimi nimekulia katika kanisa, yani nimekulia katika dini, na nafanya hivyo kwa sababu kutokana na sisi tuliokulia katika dini tunaamini sifa na utukufu zinastahili kwa yeye peke yake. Kwa hiyo nafanya kwa sababu ni maagizo na ni kanuni ya Wakristo. Japo muziki unao na mambo yake kule, lakini mimi nimechagua kwa sababu naamini kuna kitu natengeneza katika ufalme mwingine, sasa sio kidunia. Na ni mafanikio yapi ambayo unayaona sasa paka sasa tangia uweze kufanya ile challenge na kuanza kufanya project zako, na namna ambayo tension jamii imekupatia? Kikubwa nachoona watu wananisupport kiukweli, hawaniachi. Watu nikiposti kitu wanasupport sana. Nimetoa nyimbo 2 sasa hivi zinaenda vizuri, watu na support. Kwa hiyo hayo ndo mafanikio ya kwanza ambayo nayaona. Watu hawako mbali na mimi, yani wako attention. Hata nikiingia live TikTok ni watu wengi wanajoin, wanafuatilia. Kwa hiyo ndo mafanikio ambayo nimeanza kuyaona ya mwanzo mzuri kiukweli, namshukuru Mungu. Okay, ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo tangia uanze kufanya muziki huu wa gospel? Sasa changamoto ni sio za haraka, lakini zipo, labda hata zingine sizijui, lakini changamoto kubwa ambazo nakutana nazo labda watu kunichukulia tofauti. Sana napokuwa pale Mbezi, nadhani sijui nishakwambia kwamba watu wanachukulia tofauti, yani nikiwa naimba vile labda nimeweka kikapu au chombo cha sadaka pale kwenye speaker, wananichukulia tofauti kwa sababu hawajajua labda hii ndo kazi yangu, hawajajua. Kwa wananichukulia tofauti, wengine labda wanajua kama ni uvivu wa kuomba au ni aje. Kwa changamoto kama hizo nakutana nazo sana. Hivi karibuni umetoa wimbo wako ambao unafanya vizuri sana. Mpaka sasa maendeleo yake yakoje? Namshukuru Mungu aisee. Kwanza ni kama surprise kwa sababu sikutegemea. Yani wimbo sasa hivi unaenda karibia wiki, ila kwa mwanzo, yani kwa kwanza ni pakubwa sana, unaenda vizuri, viewers zaidi ya 20. Zaidi ya 20k, yani 20,000. Ni wengi sana kiukweli. Namshukuru Mungu wimbo unaenda, japo sio kwa ukubwa, lakini kwa mimi, kwa jinsi ninavyojiona na mwanzo, ni sehemu kubwa sana. Kwa namshukuru Mungu pia. Na ushiriki sasa, wale mastambo walionekana wanakuja kukusapoti, ikiwepo nilimwona Misa Mobeto alikuja, na wengine kwenye hii kazi mpya, vipi wana support kiasi gani? Sasa sijajua na support kwa namna gani, lakini tumewataarifu. Tumwambia kwamba tumeachia nyimbo yetu, tunaomba support zenu. Sasa sijajua ata support kwa namna gani, ila bado labda wanafikiria, wengine wamesha support. Sijajua, ila tumeshawataarifu. Mmoja wapo ni Ustawati Mwakasege ambaye nimeimba naye. Yeye ndo anaipush sana, hata pale Music Surgery pale kwa mixing doctor wana support sana pia. Na Misa Mobeto vipi, umemwambia akaweza kushare hata kwenye Instagram yake? Tulimtumia, ila hatujajua sasa, wao si watu wakubwa sana, kwenda wako busy, wana hata muda wa kuangalia DM na nini, lakini tulimtumia DM tukamwambia tuna nyimbo yetu, naomba support, labda ushare na watu wengine kwa sababu kidogo umeenda sana.
Tukirudi nyuma kwenye historia ya maisha yako ambayo ulituweza kutupatia siku ya interview yetu ya kwanza, ulituelezea ambavyo mama aliweza kustruggle namna ya kukulea na ndugu zake walivyokuwa wanapomchukulia. Baada ya Nandy kuja kukuona na kukupatia zawadi ya pesa, lakini pia na project mpya unaoifanya na namna ambavyo sasa hivi mitandao ya kijamii ambavyo inakuzungumzia wewe, mama anajisikiaje? Aisee, mama anajisikia mwenye faraja sana. Yaani mpaka kuna siku kuna mwandishi wa habari mmoja wa Tumaini TV. Alikuja akaomba namba akaongea naye, alijisikia vizuri sana. Yaani alijisikia sawa sana kwa sababu anaona kweli kitu ambacho alikuwa anakipambania hakijawa bure. Yaani kinaenda na Mungu anakibariki. Kwa anajisikia vizuri na ajiona mtu mwenye bahati sana. Na vipi kuhusiana sasa na wale ndugu zako ambao walikuwa wakikutenga, walikuwa wakimwambia mama maneno ambayo yasiyofaa ili mradi tu aweze kuacha katika mazingira ambayo wanajisikiaje sasa hivi, au wanakupigia simu kukupongeza? Sasa sijajua kwa sababu sikuwahi kuwapeleleza kujua ni akina nani. Ila nadhani huko aliko taarifa zinawafikia. Kwa hata kama wanaumia kisirisiri. Najua wananiona kwa sababu nimeenda viral kidogo. Watu wananiona hata ambao wananipigia simu nyumbani, tunakuona kwenye TV, tunakuona kwenye mitandao, anambia ndio hivyo hivyo, Mungu anabariki. Kwa nadhani wanaona na wanajutia, labda au wanajilaumu au nakutubu sometime. Iko ni hivyo. Mungu tu awape kibali na awasamee kwa sababu wenda walikuwa wajua wanalolitenda. Hawakujua kama angepoteza nyota kubwa sana. Tulikuona kwenye ulienda kwenye BSS bwana kwenda kuimba. Na pale wakati umeenda nilikuwa ni mtu mwenye ujasiri sana. Ni nani aliyekusukuma, aliyekusupport bwana unaweza kuimba twende kwenye BSS? Sasa mimi kinachonipa kiburi ni kwamba waga naamini na kitu. Kwa nini nikaenda sehemu yoyote na nikafanya kwa sababu naamini na kitu. Kwa hata BSS mimi nilienda kwa sababu naamini kuna kitu ninacho. Hakunisukuma mtu yote, ni vile tu napenda kuimba na nasikia mashindano ya kuimba. Mungu nikajaribu bahati yangu, maana nilikuwa naimba ila sijui nikaonyeshea wapi watu wajue na kitu na support na nini hivyo. Kwa hiyo nikawa nimeenda BSS hadi mara 2. Mara kwanza ilikuwa Mwanza, mara pili nikaja hapa Dar es Salaam. Na hii mara pili kwa Dar es Salaam, vipi mapokezi ya wale majaji? Namna walivyoweza kujibu, ili ulipokeaje ile hali? Sasa mimi sijui kama ndo walinionea huruma au ni aje, lakini mimi najua nilifanya kitu cha maana. Waliniambia tu ni vizuri, ila sasa unatakiwa mazoezi sana kwa sababu huku kuna vigezo vingi. Sio tu kuwa na sauti na nini, lakini kuna vigezo vingi. Kwa ukafanya mazoezi uenda labda kuna sehemu nyingine unaweza ukatobolea, sio lazima BSS. Waliniambia hivyo. Mmoja hapo ni Zombie aliniambia akafanya mazoezi sana kijana una kitu. Okay, Zombie alikwambia kafanya mazoezi una kitu. Kuna namna yoyote ambavyo sasa hivi sasa unavyo trend umejaribu kumuona bwana Zombie? Ile comment ulisema una kitu nishakionyesha. Vipi naweza kuja kwako tufanye kitu? Ni vile tu tuna mawasiliano, lakini nadhani akiniona hata ata kwa sababu walipitisha kwamba kuna kitu unacho, lakini akijafikia viwango ambavyo unaweza kaja kwenye mashindano makubwa kama kajitahidi kufanya mazoezi. Nadhani sasa hivi akiniona anaweza akasema kitu ambacho tunakizungumzia sasa ndio hiki. Zombie sasa hivi ni producer mkubwa sana. Nafikiri ukifanya naye kazi itaenda viral mno. Kwa hiyo je, ni jitihada zipi ambazo unafanya namna ya kuweza kumfikia sasa? Kwa maana sasa hivi nawe ni mkubwa katika wakubwa pia. Ingawa ni mkubwa bado huja maintain, lakini kwa sasa ni mkubwa kwenye Tanzania. Tukisema Paul Samuel, asilimia kubwa watu watakuwa nakufahamu, wanakujua. Sasa huoni kama ni muda mwafaka kuweza kumtafuta blaza, naomba tufanye kazi? Kweli sisi Wakristo tunaamini kila jambo na wakati wake. Na mimi natamani sana nifanye kazi na producers wakubwa. Kama ananisikia hata akiona hii clip, nahitaji sana kufanya kazi kwenye ofisi yake. Bwana Zombie, huyu ni Paul Masauti bwana. Huyu umewahi kucomment kwenye BSS alipokuwa akiimba ukisema kwamba ana kitu, inabidi aongeze tu mazoezi. Sasa kile kitu tayari ameshakidhihirisha, anahitaji mfanye kazi pamoja ili kile kitu kiwe kikubwa zaidi. Hongera sana. Aisee, nashukuru sana. Kwa ule ujasiri wako ambao umekuwa ukienda kila maeneo, lakini pia ukiachana na hivyo, kulingana na hali ulikuwa nayo, wenzio huwa wanakuwa ni kama wadhaifu hivi, ni watu wanajishtukia, lakini wewe ujasiri unautolea wapi? Asa labda tunatofautiana mafunzo na sehemu tunazopita. Sababu kwanza mimi tu nilivyozaliwa na mazingira nilopitia yanifanya nisiwe mnyonge. Yani siwe mtu wa kusita. Alafu tena Mungu akanibariki nikasoma shule za Inspire. Yani mtu kufundishwa namna gani nyinyi mkoje, hamtakiwi
kujiona ni aje nyinyi watu kama wengine. Kwanza shule nilosoma sisi kwa tunaambiwa nyinyi, yani Mungu amewapendelea nyinyi ni special. Yani hiyo ni fashion, kwa hivyo ni fashion kwa sababu wengi wanatembea lakini nyewe wachache mko kivyenu. Kwa hiyo ni fashion, kwa hiyo nikajisikia kumbe kawaida tu, kwa unajipa moyo na kweli kitu unacho. Hata ambao wanatembea wewe mwenyewe unaona hawana kipaji kama changu. Kwa lazima nilivimbe naenda popote napotaka kwa sababu una kitu. Yaani ulemavu au jinsi nilivyo usinifanye kuwa ndo watanichukuliaje. Sauti ninayo, inspire nayo, naweza kumwimbia mtu na akaelewa na hivyo, yani kwa na kiburi kwa sababu najua ninachokifanya ni kizuri na ni kikubwa pia. Okay. Sasa hivi BSS inaendelea, inarusha sasa hivi na Azam TV. Vipi unatamani labda siku moja pale katika ya kabla ya yale mashindano waga kuna performance na baada. Unatamani pale ukasimame kwenye jukwaa la BSS uweze kuperform, onyesha kile kitu ambacho majaji walikizungumzia? Ya hiyo pia ni nafasi nzuri, kama ningepata ningefurahi sana, maana walichokuwa nataka nikionyesha au nikafanya mazoezi kimeshaanza kuonekana. Watu ujue, watu ndio wanapitisha, huwezi kujua kama una kitu. Watu wakisikia wakisema yes kuna kitu, watu ndio wanapitisha. Kwa mimi nadhani nikipata nafasi nitawaonyesha ya kitu ambacho waliniambia nikafanyia mazoezi nacho, basi nimekipata. Kwa itakuwa ni platform kubwa, pia ni jukwaa kubwa, watu wanakuona wengi. Kwa nikipata nafasi pia nitashukuru. Ya Madam Lita nadhani anakiona hata clip akiniona atanikumbuka tu. Ya Madam Lita, sasa hivi kijana wako nimejipata, vocal ninayo. Kwa nikipata nafasi ya kuimba kwenye jukwaa lako kubwa siku ya finali itakuwa safi sana na watu watabarikiwa, upako utashuka BSS. Yes, basi nafikiri Madam Lita atakuwa ameweza kukusikia. Na hebu tupeleke kidogo kwenye mipango yako sasa baada ya kuachia hii kazi ambayo inafanya vizuri kwa wakati huu. Ni kazi zipi ambazo unatuandalia sisi mashabiki zako sasa? Okay. Kazi ni nyingi zinakuja, yani project ni nyingi sana mwaka huu kwa sababu nimeshaamua sasa kujikita huku. Yani Mungu ameamua sasa kuniweka huku moja kwa moja. Kwa kazi ni nyingi sana za kutosha mwaka huko. Tumuombe tu Mungu uzima na rehema za kutosha. Taaluma yako ni ipi kwenye upande sasa wa kitaaluma? Mimi nilisha form 4 kwanza. Kwa nikaforce tu kusoma IT na hapo ada ikawa ndogo. Kwa nikaishia nje, nilisoma tu topic chache kama topic 8 hivi. Nikaachia huko. Kwa taaluma yangu labda kidogo kuwasha kompyuta na kuzima. Vipi labda unapenda kuendelea sasa pale ambapo ulipoishia? Ya ikibidi, ila sasa kwa sasa mambo yanaweza kawa mengi. Mimi naomba tu Mungu anipe nguvu nijikite katika hii huduma ambayo amenipa. Ya mambo mengine atakuja tu. Tutafute kwanza ufalme wa mbinguni na mengine atakuja. Biblia inasema hivyo ya. Bwana mpenzi mtazamaji wa D&A TV, huyu hapa ni Paul Masauti bwana. Huyu ni moja kati ya mtu ambaye ananinspire sana kwa namna ambavyo anaweza kujiamini tofauti na watu wengine kabisa wengi. Yeye namna utakavyomuona mkikutana, ujasiri aliokuwa nao ni mkubwa kuliko hata wewe ambao uko umekamilika. Kwa hiyo ni ujasiri wa ajabu sana. Na ungependa nini sasa ambacho Watanzania wakufanyie, ambacho utapenda ili kitokee? Mara nyingi nakuwa nasema kwamba sasa hivi kikubwa ninachohitaji wasisite kunisupport. Yaani wasisite kuweka mikono yao katika kitu changu kwa sababu Mungu aweza akashuka hapa akakuinua, yani anatumia watu. Kwa anatumiaje watu? Atakupa kitu wewe ukionyeshe kwa hao watu ili wasupport. Kwa kikubwa nachoomba watu ambao wananitazama na unifuatilia na wengine ambao watakaoniona kwa mara ya kwanza. Mimi ni mwimbaji ambaye nachipukia, napenda kuimba kwa sababu ni kitu ambacho Mungu amenipa. Popote utakaponiona wasupport, popote utakapokutana na kazi zangu wasupport, yani wasiache kusupport kwa kweli. Yes, bana Watanzania nafikiri mmeweza kusikia. Naomba ni msupport ndugu yetu hapa. Paul Masauti, Paul Samuel. Ni moja kati ya mwimbaji ambaye ni live performer mzuri sana na akiwa naimba inakuwa ni baraka sana. Unaweza ukawaambia sasa kwenye sehemu gani unaweza kupata kazi zako? Kwa mitandao yote natumia jina la Paul Samuel. Ya Facebook tu pale tunatumia nickname Paul Masauti lakini Paul Samuel. Ya YouTube unaweza ukaenda Paul Samuel, Instagram Paul Samuel, TikTok Paul Samuel. Kule ukiandika hivyo unakutana na kazi zangu. Support kwa namna yoyote ile. Kuna namba za manager pia kwenye bio ya Instagram na TikTok. Naweza kumpigia labda kwa mazungumzo zaidi. Mwingine anaweza support kusubscribe au support vyovyote. Akasema bwana Paul nataka nikupe nyumba. Pia amesupport. Ya anaweza kukutana na namba kule akanipiga, kaelekezwa namna ya kukutana na mimi au namna ya kufanya. Mambo yakaenda sawa pia. Okay, na ni ujumbe upi unawapelekea sasa Watanzania na watu waliokuwa wamekata tamaa?
na watu ambao wamepitia hali kama wewe ulivyo na wao wako kama wewe, unawaambia nini? Ya kwanza kwa ambao wapo kama mimi, yani walemavu, kikubwa ambacho naweza kusema wasikate tamaa. Japo wengi wamechukulia ulemavu kama faida ya kufanya vitu ambavyo yani kama hivyo kuomba, kufanya vitu vingine labda kutiatia huruma, hiyo haifai. Hivyo kwanza unamrudisha, yani kama unamrudisha Yesu msalabani, unamhukumu tena. Kwa wasifanye hivyo, kwanza unamkosea Mungu. Cha kwanza wajikubali. Alafu amini kivyo vyote vile Mungu akimuumba binadamu lazima amwekee kitu. Wajitahidi tu kutafuta kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao na wasimamie hicho kitu, watafika mbali. Lakini pia kwa wengine tu, kwa vijana wengine na watu wengine wa kawaida, ni hivyo hivyo tu, stick katika kitu ambacho Mungu anaweza amemuonyesha labda kazi na nini. Wakifanya kazi, wajikubali, kila kitu kinawezekana katika chini ya jua, kila kitu kinawezekana. Ya kama mimi ambavyo sijakata tamaa, nimepitia mengi bro, yani mengi sana, lakini nilikuwa naamini one day yes. Ndio kama hivi naanza kuona matunda. Yeah. Kidogo katika hayo mengi ambayo umepitia, kama waga unatuficha kidogo, tufungulie zaidi. Nilishawaambia kwamba nimelala nje, nimekataliwa sana, nimenyanyapaliwa, vitu kama hivyo. Kwa hivyo pia vilikuwa ni mitihani ambayo nilikuwa naamini napitishwa tu. Mimi ni dhahabu, lazima nipishwe kwenye moto ili ning'ae. Kwa hivyo. Okay, mpenzi mtazamaji wa D&A TV, nafikiri tutahitimisha na maneno mazuri kabisa ya Paul Samuel ya kuweza wa inspire wale watu ambao wamekata tamaa, lakini pia kwa walemavu kama jinsi alivyo Paul Samuel. Leo ni Friday, ni siku ambayo tunahitimisha weekdays na tunaenda kwenye weekend. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare kwenye channel ya D&A TV. Endelea kuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho, na mwisho wa kipindi hichi ndo mwanzo wa kipindi kingine. Na nyuma ya kamera niko na King Jovano hapa ambaye anazingatia shoti zote. Asante sana.